Karibu tena mtumishi wa Mungu. Kwa siku ya leo tuna ujumbe fupi tena ambao unasema kwamba hukumu ya milele sio fungu la Mkristo wa kweli. Somo zuri sana ambalo litabadilisha historia ya maisha yako au litabadilisha maisha yako. Nitakuomba uweze kuwa makini kufuatilia somo hili mpaka mwisho. Endapo unamwamini Yesu, hakuna adhabu ya milele kwako. Kwa hiyo kuepukana na adhabu ya milele kwa Mkristo wa kweli ni kumwamini Yesu Kristo peke yake. Tunaangalia kitabu chetu cha Warumi 8:1. Neno la Mungu linasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya hao walio katika Kristo Yesu. Hivyo Biblia inavyosema hakuna hukumu ya adhabu tena katika hao waliolala katika Kristo. Tunaangalia tumehesabiwa haki kwa damu ya Yesu. Hakuna kitu kingine ambacho kimesababisha tuweze kuhesabiwa haki isipokuwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo ndiyo iliyotuhesabia haki. Kwa hiyo tuangalie kitabu cha Warumi 5:9 na Mungu anasema, basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa hiyo tumisha Mungu, damu ya Yesu Kristo inatuokoa na ghadhabu kubwa ya Mungu inayokuja. Kwa hiyo taka sana damu ya Yesu Kristo katika maisha yako ili kwamba uokolewe na ghadhabu kubwa, uokolewe na ghadhabu kubwa inayokuja. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo itakuwezesha ili kwamba uokolewe na ghadhabu ya Mungu inayokuja. Ndio mtumishi wa Mungu, tunaendelea somo letu nzuri ambalo linasema kwamba hukumu ya milele sio fungu la Mkristo wa kweli. Kwa hiyo sharti uwe na Roho Mtakatifu kama harabuni kwenye maisha yako. Tukiangalia Roho Mtakatifu ameachiliwa ndani yetu na ni kama harabuni kwenye maisha ya watakatifu. Kwa hiyo usipokuwa na Roho Mtakatifu hauwezi kuurithi ufalme ambao unaokuja. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni kama harabuni ambayo imewekwa ndani ya watakatifu wa Mungu. Bila kuna mbali mtumishi wa Mungu, tuangalie kitabu chetu cha Waefeso 4:30. Neno la Mungu linasema, wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Kwa hiyo mtakatifu wa Mungu aliwekwa muhuri kupitia Roho Mtakatifu hata siku ya ukombozi. Kwa hiyo siku ya ukombozi tulipokombolewa tulitiwa muhuri. Roho Mtakatifu ndiye aliyetuweka muhuri ili kwamba tupate kufanyika wana wa Mungu, ili kwamba tujulikane na mbingu. Kwa hiyo bila kuwa na muhuri wa Roho Mtakatifu hauwezi kujulikana na mbingu. Kwa maana hiyo mtu wa Mungu ambaye anasikiliza, mtu ambaye ni mfuasi wa Yesu Kristo, ambaye anataka kurithi uzima wa milele, lazima aweze kutoa muhuri na Roho Mtakatifu. Mtu ambaye anahitaji kurithi uzima wa milele, lazima atiwe muhuri na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, taka sana kulinda muhuri wako ambao Roho Mtakatifu alikuweka ili kwamba upate kurithi ufalme ule ambao ni ufalme wa milele. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, siku leo Roho Mungu ameuzungumza na vitu vingi sana. Kwa hiyo kama kulikuwa sehemu ambapo ulikuwa hujapatengeneza vizuri na sehemu ambapo ulikuwa bado hujapashikilia vizuri, jaribu kushikilia sehemu hiyo, kwa sababu Mkristo wa kweli fungu la moto wa milele sio la kwake milele. Kwa hiyo tunaangalia wale ambao walikombolewa wakatiwa muhuri na Roho Mtakatifu, hao moto wa milele sio fungu lao. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, kama kuna kitu ambacho kilikuwa kijakaa sawa kiupande wako na kulikuwa kitu ambacho ulikuwa hujakilinda kama muhuri ambao Roho Mtakatifu alikuweka, jaribu kulinda sana muhuri ambao uliwekewa na Roho Mtakatifu ili kwamba urithi uzima wa milele. Usije ukakosa uzima wa milele kwa vitu vidogo vidogo sana. Kwa hiyo taka sana kulinda muhuri, taka sana kuwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu hicho ni kibali ambacho kitakachokupeleka mbinguni. Asante sana, natumani umebarikiwa vya kutosha. Kama ujumbe umekugusa, jaribu kusubscribe, like na comment na kushare kwa watu wengine wapate kupata kile ambacho ulibarikiwa na Mungu. Na Mungu aweze kubariki. Tutakutana tena kwa video ifuatayo. Amen.